na kutoa mbali na kuleta hapa. Ebo, chukua hii, wako SBN. Tunaanzia hapa. Huyu dada anaitwa Obi, ni mmiliki wa kampuni ya ujenzi, na hapa alikuwa anawahi kwenye kikao. Na huyu dada anaitwa Tola, ni mfanyakazi wa Obi, na leo alikuwa amechelewa sana kazini, hivyo alisindikizwa na jirani yake ambaye ni dereva daladala anaitwa Kingsley. Basi Tola anamuomba msamaha bosi wake kwa kuchelewa kazini, lakini kidogo hivi mara risasi, mlinzi chini. Nini tena kimetokea? Basi ungana na mimi mpaka mwisho ndani ya kisa hiki ambacho kinaitwa Beyond Forever ili uweze kufahamu kisa kizima. Nini hasa? Mbona risasi tena? Hapa ni nyumbani kwao Kingsley, na huyu ni mama yake. Mama anamwombea sana mwanaye ili afanikiwe, lakini King ameshakata tamaa, amekuwa ni yeye na pombe. Kingsley anashtuka na kumwambia mama, maombi bila kufanya kazi haisaidii, lakini mama ndo anazidi kumwombea. Lakini wakati huo kuna jamaa yake na Kingsley anaingia, anampa taarifa ya ujio wa jamaa akiitwa Ima ambaye walikuwa wakimtafuta kwa muda mrefu. Basi hapa ndani inakuwa ni mvutano, mama hataki King aondoke, King anataka kutoka. Kisha King na jamaa yake wanafanikiwa, wanatoka. Muda si muda wanamkamata Ima. Basi kibaraka wa Kingsley anampa kichapo huyu jamaa. Kingsley anamwambia, nilikwambia uache kufuatilia mwanamke wangu, lakini hukutaka kunielewa. Huku tunakutana na mwanadada Tola akiwa amechelewa kazini, moja haikai wala mbili. Baada ya kutoka nje analalamika huyu Kingsley na simu zake za usiku mpaka nimechelewa kuamka. Ni kwamba Kingsley anampendaga Tola, lakini Tola ampendi Kingsley. Basi Tola anaamua kumpigia simu bosi wake ili kumdanganya. Samahani bosi, nipo njiani lakini nimechelewa kwa sababu kuna ajali, gari la mafuta limeanguka na kuziba njia. Lakini wakati huo Kingsley yupo pembeni anamsikiliza tu. Baada ya maongezi anakata simu ili aelekee kazini. Kingsley anamsimamisha na kumsalimu. Hivi unajua kwa sababu yako sijalala usiku, yaani usiku mzima unapiga wakati unajua sitaki kupokea simu yako. Lakini kwa nini unamdanganya bosi wako? Kwa nini usimwambie ukweli kuwa unaishi Ikorodu na sio Ikoyi? Hiyo itasaidia bosi wako asiwe analalamika ukichelewa kazini. Yaani Ikorodu ni nje ya mji, uswahilini sana. Unataka nimwambie ili anifukuze kazi? Unajua Tola, nafanya hivi kwa sababu nakupenda. Wewe uliza kijiji kizima, watakwambia mimi napambana kusaidia jamii yangu. Ni kweli wewe kijana mzuri, lakini tatizo ni moja tu. Kwa nini una pesa? Hivi unajua maana ya jina langu Tolan? Maana yake ni utajiri. Alafu hebu niangalie vizuri, unadhani naweza kuwa na mwanaume asiye na pesa? Mimi napaswa kuwa na wanaume wa Ikoyi wenye magari yao kama Range Rover. Sasa unategemea naweza nikawaacha hao nije nikupende wewe? Tafadhali usinisumbue, sikupendi. Kingsley anamwambia, wewe subiri, ipo siku na mimi nitamiliki hizo Range Rover. Uko ofisini Obi yupo anaendelea na kazi, lakini si muda mlinzi anavutana na mtu anayelazimisha kuingia kwa Obi. Obi anamruhusu kuingia. Huyu jamaa anaitwa Ade, ni mkandarasi wa majengo, amekuja kumdai Obi pesa ya kazi, lakini Obi anakataa kumpatia pesa kwa madai ya kwamba alimpatia kufanya kazi ndani ya miezi mitatu, lakini haikumalizika. Akamwongeza miezi miwili, lakini bado haikukamilika mpaka wateja wakagoma kulipa pesa, hivyo hawezi kumlipa. Lakini Ade anamwambia, mama yangu anaumwa, mtoto wangu anadaiwa ada na umegoma kunilipa pesa zangu. Basi tutaona. Je, Ade atafanya nini? Tuendelee kutazama. Kisha anaondoka. Si muda Tola naye anafika. Basi anamkuta Obi akiwa amejaa hasira. Anamwambia, umechelewa tena. Samahani madam, kulikuwa kuna waka moto barabara zote kwa sababu ya ile ajali. Obi anamwambia, hebu nionyeshe chombo chochote cha habari kilichoposti hiyo habari. Tola kusikia hili swali pumzi inamshuka, maana alikuwa anadanganya. Kuanzia sasa una kazi, naomba toka ofisini kwangu kabla sijaita mlinzi. Basi Tola anatoka huku kijasho kikimtoka. Madam, naomba unifikirie. Ni baada ya kurudi nyumbani, yupo na Kingsley, anamlaumu sana juu ya kumpigia simu za usiku mpaka amesababisha akafukuzwa kazi. Sasa nimefukuzwa kazi, nitaishije mimi? Usijali, sinipo nitakusaidia, nishakwambia sikutaki na usinisumbue tena. Kisha Tola huyo anaondoka. Usiku huu simu ya Obi inaita kwenda kuangalia ni Ade anayemdai. Kisha anapokea. Ade anamwambia, mama yangu amefariki kwa sababu umeshindwa kunilipa pesa zangu. Kwa hiyo unatumia uongo kuwa mama yako amefariki ili nikulipe? Wala hiyo haiwezi kusaidia. Nisikilize, biashara ni biashara, umeshakwenda kinyume na mkataba, inatosha. Kisha anakata simu. Lakini mama yake Ade ni kweli alikuwa amefariki. Je, Ade ataamua kufanya nini? Mimi na wewe hatujui. Muda huu Tola akiwa anaingia ndani, Kingsley naye huyu hapa akiwa na mfuko wa chakula kamletea Tola ili pia amwombe msamaha. Lakini Tola hataki kabisa mazoea na Kingsley. Anamwambia, hivi huoni hata kama hatuendani? Wewe sio type yangu, nishakwambia, na ukome kabisa kuja kwangu.
Wakati mabishano yanaendelea, Tola anapigiwa simu kuangalia ni bosi wake Obi. Basi kwa haraka anapokea. Halo madam, ulikuwa upatikani toka jana. Madam, itakuwa ni hali ya mtandao. Obi anamwambia, baada ya saa 1:30 nina kikao na kampuni ya Grassco. Unapaswa ufike hapo ofisini ndani ya saa 1 na usichelewe. Ukichelewa nitakufukuza moja kwa moja. Sawa, nitakuja. Kisha anakata simu. Madam ameniita, ngoja nibadili nguo. Anamuomba Kingsley ampeleke na ile daladala. Kingsley anamwambia, na mimi nikikataa kama ulivyonikataa, usijali, nitaita hata taksi. Hebu jiandae huko nikupeleke. Kingsley anabaki akiongea mwenyewe. Bolo umekataa chakula changu, wacha nikitunze, nitakula mwenyewe. Si muda wanafika kwenye gari ya Kingsley. Gari yenyewe kufungua mlango tu shughuri. Tola anapanda kisha wanaondoka. Uko ofisini, Obi anaanza kulalamika. Yaani mtu nimempa nafasi nyingine lakini bado anachelewa tena. Muda huo simu inaita, anapokea na kuomba ndani ya dakika 10 zijazo atakuwa amefika kwenye kikao. Kwa kuona Tola amechelewa, anaamua aende peke yake. Kufika nje anakutana na Tola, naye ndio anafika. Basi Tola anaomba msamaha sana hapa, lakini Obi hataki kuelewa. Kingsley naye anamwombea msamaha mpaka anashika mkono wa Obi. Bado Obi haelewi. Marafra, risasi zinapigwa, mlinzi na dereva zinawakuta hapo, wengine wanashuka chini, hawajakaa sawa nyingine. Basi Kingsley anawaingiza ofisini wawili hawa. Huko ofisini Obi ni kulalamika tu, jamani, nilikuwa naenda kwenye kikao, mlinzi wangu na dereva wameuawa. Ni nani anafuatilia maisha yangu? Je, nani yupo nyuma ya hili? Tuendelee kutazama. Basi Obi anamuuliza Kingsley, wewe ni nani na unatokea wapi? Naitwa Kingsley, ni mchumba wa Tola. Hapana madam, sio mchumba wangu, ni jirani yangu. Mimi sitaki kujua hayo yote, muhimu ni usalama wangu kwanza. Kwa hiyo hapa natokaje? Basi Kingsley anasimama kama mwanaume na kuambia hakuna atakayekufa wakati Kingsley niko hapa. Kisha anawapitishia mlango wa nyuma na kuwatoa pale ofisini. Ni baada ya muda Kingsley na ndinga yake anawafikisha mtaani kwake, anawafungulia na kushuka, kisha anawapitisha mtaa mmoja baada ya mwingine kuelekea kwao. Wanafika, Obi anauliza, Tola, kwa nini ulinidanganya unaishi Koi na kumbe sio? Lakini Kingsley anawakatisha na kuambia kuwa wamefika, inabidi awavushe kuingia ndani. Obi anakataa. Hivi unatania? Mimi ndio niingie humo ndani? Siwezi. Kingsley anaona siwe shida, anambeba na kumvusha, kisha wanaingia ndani. Ile kufika, Obi anaanza kupiga chafya kwa sababu ya vumbi. Obi hajazoea maisha ya hali ya chini. Anachukua simu na kupigia polisi, anaelezea tukio zima lilivyotokea, kisha anakata simu. Anaanza tena kulalamika, kwani hii sehemu ni ndogo sana mpaka nahisi kubanana. Hivi ile ni shimo au nyumba? Maana si kwa harufu hii ninayosikia hapa ndani. Panaanza kuchangamka. Kingsley anaona huyu dada ananichanganya, yaani kwetu unasema ni shimo wakati nimesaidia maisha yako, basi ondoka nyumbani kwetu. Obi anaondoka. Tola anamfuata na kumsihi asiondoke, maana usalama wake bado ni mdogo sana, na yeye akifa Tola anadai atapata wapi kazi nyingine. Basi Tola anaamua kuwa mpole na kurudi. Kufika ndani, Tola anamwambia amekubali kukaa. Basi Kingsley anacheka sana. Hebu muone, mtu anataka kukusaidia maisha yako, unaanza kudharau nyumba yetu, unasahau ofisini kwako watu wamekufa. Anamchukua na kumpeleka chumbani ili kupumzika. Kufika, Obi haamini anachokiona. Mazingira ni mabaya sana. Anauliza, kwa hiyo anatakiwa kulala hapa? Kitanda si kitanda, godoro ndio halijulikani liko wapi. Hii ni sehemu gani? Hii ni sehemu ya kulala wanyama kabisa, ndipo nataka nilale mimi? Kama huwezi, rudi kwako kwa wauaji kwa ukalale, usinipoteze muda. Hivi nawezaje kulala kitanda ambacho hata hakijatandikwa? Unajua nini, basi nitandikie, walau nitaweza hata kukaa kwenye hicho kitanda, ila sio kulala. Kingsley anamuuliza, wewe mikono yako ina kazi gani? Kwani hauna hata binti wa kazi anifanyie hii kazi? Kingsley anaona anapotezewa muda, anaondoka. Kingsley kufika sebuleni anakutana na mama yake. King, mbona leo umewahi kurudi nyumbani? Kulikuwa na dharura, kuna dada mmoja alitaka kuuawa ofisini kwake, ndio nikaamua kumsaidia kumleta hapa. Wakati waendelea kupeana taarifa, Obi anafika na kumkuta mama yake King. Alivyomwona tu akajua ni mfanyakazi wa ndani. Wewe ndio mfanyakazi? Naomba kanitandikie kitanda huko chumbani. Kingsley anamwambia, hivi unajua unaongea na nani? Huyu ni mama yangu. Basi Obi anakuwa mpole, samahani mama, basi twende wewe ukanisaidie kama mgeni wako. Kingsley anakataa. Basi Obi anaondoka kwa hasira ili akatandike mwenyewe. Kingsley anamwambia mama yake, mama, unajua huyu ndio bosi wake na Tola, ndio maana nimemsaidia ili Tola asikose kazi. Basi mama anamuelewa. Asubuhi hii King yupo sebuleni anajipiga picha ili amtumie Tola. Basi anajisifia sana, yaani hizi picha Tola akiziona lazima anipende, unajua mimi ni handsome boy. Basi anajipiga picha nyingi sana kisha anazituma. Huku Tola yupo kwake anajiandaa kwenda kwa bosi wake Obi, lakini wakati huo simu yake inaingiza ujumbe. Kuangalia anakutana na zile picha za Kingsley. Basi anabaki kusema, huyu kaka ni mzuri sana,
tatizo ni kwamba hana pesa, ndio maana siwezi kuwa na mahusiano naye. Mimi nataka mwanaume mwenye pesa, anitoe out, anipe pesa, anipangie nyumba nzuri. Kwanza ngoja ni mblock kabisa maskini Kingsley, namba yake inablokiwa. Si muda tayari ameshafika kwa kina Kingsley. Basi Kingsley kufika, anaanza kutani wa hapa na pale kutaka kumshika Tola, lakini Tola anakataa. Wakati huo Obi naye anafika kutoka chumbani, anamwambia King waongee biashara ya kumlinda mpaka swala litakapojulikana, na anamuuliza anataka mlipe kiasi gani. Basi Kingsley anaanza kujingatangata, $500,000 inatosha mpaka vita itakapoisha. Kwa hiyo wewe uko tayari kujitoa maisha yako kwa ajili ya $500,000? Sasa mimi nitakulipa naira $1,500,000. Kingsley na Tola kusikia naira $1,500,000, macho yanawatoka. Kingsley yaamini pesa iliyotajwa. Basi anajielezea sana mpaka Obi anamwambia basi inatosha, kisha anampa maelekezo kuwa wataondoka hapa na kwenda kwenye nyumba yake ya siri. Nayo Tola na kujua ni mwongeaji sana, hivyo huko tunakoenda usimwambie mtu yeyote mpaka usalama wangu ukae sawa. Basi Tola na Kingsley wanaenda kujiandaa. Muda si muda wameshafika makazi ya siri. Obi anaelezea kila mmoja chumba chake cha kulala, kisha naye anaelekea chumbani kwake. Baada ya kuondoka, Tola anaanza kutamba, sasa hapa ndipo nitafanya vizuri video zangu za mtandao. Jamani, hii nyumba nzuri. Kisha kila mmoja anaelekea chumbani kwake. Obi kufika chumbani anaanza kulia, maskini anawaza ni nani anafuatilia maisha yake. Mpaka sasa amekuwa kuzunguka huku na kule pasipo sababu. Usiku King akiwa amekaa sebreni, Tola anapita kwa mbwembwe, anajitazama jinsi alivyo mzuri huku akielekea jikoni. Basi Kingsley anabaki kumtazama tu, kisha anaamua kumfuata jikoni. Kufika anaanza kumsifia, lakini Tola ndo aelewi kabisa. Anamwambia, hivi kwa nini unataka kuniharibia kazi yangu? Nichakwambia siwezi kuwa na wewe. Ina maana Tola, mimi kukupenda ndio upoteze kazi? Tutakumshika. Tola anamwambia, wewe ni kichaa, yeye unataka kunibaka mimi? Tena nataka kukubaka? Kwa nini unanibana mikono? Unataka kufuata tabia ya baba yako ya unyanyasaji, au umesahau kuwa baba yako alikufa kwa sababu ya kumbaka binti wa miaka 7? Tola, wewe ndio unaongea maneno haya leo, unamuita baba yangu mnyanyasaji, na wakati unajua kila kitu. Kingsley baada ya maneno yale anakuja sebleni na kuamua kulewa na kuvuta sigara. Binti aliyempenda zaidi ya miaka 3 leo anamtolea maneno kama haya, inamuuma sana. Wakati huo Obi anafika sebleni na kuuliza, nini hiki kinaendelea? Unakunywa na kuvuta sigara ndani kwangu? Kingsley anamwambia, sio hivyo unavyozani, wewe unapaswa kunilinda. Sasa utanilinda vipi ukiwa umelewa? Usiniletee maisha yako ya geto nyumbani kwangu. Anataka kuchukua ile pombe. Kingsley anamkamata mkono, hebu rudisha kinywaji changu. Kwa nini unachukua pombe yangu? Au kwa sababu nipo kwenye nyumba yako ndio unataka ufanye unavyotaka? Wanaumiza Kingsley, naomba ujiheshimu, usinifuatilie kabisa. Kisha anamsukuma. Obi aamini macho yake, anaweka ile glasi na kukimbia chumbani kwake. Muda huu Tola anakuja na kuuliza, mbona huku kuna kelele? Na mimi nafanya content zangu za mtandao, niangaliwe binti, naomba ukae mbali na mimi kwenye hii nyumba. Kingsley anaondoka, Tola anabaki akishangaa tu. Asubuhi hii Tola anamgongea Obi lakini hafungui. Kingsley anakuja na kumwambia afungue, la sivyo atavunja mlango. Obi anafungua na kumwambia asimsumbue, yuko sawa. Madam, naomba unisamehe. Lakini Obi hataki kuelewa. Kingsley anamfuata mpaka chumbani, anapiga mpaka magoti. Madam, naomba unisamehe, chanzo cha haya yote si mimi, ni Tola. Aliniambia baba yangu ni mnyanyasaji, tena anatembea na watoto wadogo. Maskini Obi anaingiwa na huruma, anamuuliza kwa nini Tola anakwambia maneno kama haya? Sielewi kwa nini, wakati Tola anajua kila kitu kuhusu familia yangu. Kingsley kwa uchungu anaanza kumsimulia kila kitu kuhusu baba yake. Mtaani kwetu kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa anampenda baba yangu, lakini alimkataa kwa sababu alikuwa ameoa. Yule mwanamke akaamua kumtengenezea mtego, akamwagiza baba yangu apeleke kitu. Baba alipofika akakuta kuna binti wa miaka 7. Yule binti akaanza kupiga kelele kwa baba anataka kumbaka, na yule mama naye akafika akazidi kupiga kelele. Baba akaamua kukimbia, lakini alipigwa sana na wananchi, ikapelekea kuumia sana mpaka alipofariki. Na baada ya baba kufariki, yule mwanamke alienda kusema ukweli kwa mama yake na Tola. Sasa fikiri, Tola ambaye anajua kila kitu leo anamuita baba yangu mnyanyasaji. Sawa, haina shida, wacha niondoke nyumbani kwako. Hapana, usiondoke, sikujua kama unapitia haya yote. Anamrudisha na kisha wanaketi. Anamwambia, hata mimi nimeshachoka kupambana na maisha, maana toka wazazi wangu walipofariki nimebaki mwenyewe, sina mtu wa kuniangalia wala kunisaidia, na nilimwahidi baba yangu kabla hajafariki kuwa nitasimamia kila kitu alichokiacha kama alivyotaka, lakini ndugu hawakutaka kunielewa kwa sababu nilikuwa ni mtoto wa kike. Ndio maana mpaka sasa nipo mwenyewe, sina ndugu, sina rafiki. Mtu pekee ambaye nilimpata ni Kingsley, naye akaamua kuwa mlevi, lakini sikujua kama anapitia haya. Nisamehe sana.
Madam, nisamehe pia, na kwa sasa nitakuwa hapa kwa ajili yako. Ulinilipa nikulinde na nitafanya hivyo, na ninaapa kwa Mungu nitakulinda mpaka mwisho na sitawahi kukuumiza tena. Unajua, toka tulipoonana nilijua nimepata dada, maana na mimi nimezaliwa peke yangu kama wewe, na kuanzia sasa mimi na wewe tumekuwa ndugu na marafiki. Nafurahi kusikia hivyo, maana toka wazazi wangu walipofariki hakuna mtu amewahi kuniambia maneno kama haya. Obi kanakuja katabasamu kwa mbali, kisha wanakumbatiana. Leo Kingsley kamwandalia chai Obi, anamletea, lakini Obi anamwambia sijisikii kupata chai kabisa kwa sasa, lakini King anamshawishi mpaka anaonja. Obi anakubali kula, lakini wakati huo utani unaendelea. Kisha Kingsley anaondoka. Obi anabaki akisema, huyu kaka anajua kupika jamani, nimependa. Nini kinaenda kuzaliwa? Tuendelee kutazama. Mambo yanazidi kuwa mambo. Leo Obi anaosha vyombo, Kingsley anafika na kumsaidia. Madam, nenda kapumzike, hii sio kazi yako. Basi Obi anazidi kuvutiwa na King. Leo King anamshawishi Obi wacheze karata, lakini Obi hataki, anamwambia amechoka. Wakati waendelea kubembelezana, King anapigiwa simu na mama yake. Anapokea na kumsalimu. Mama anamuuliza upo wapi? Anamwambia mama, nipo kazini. Unamkumbuka yule binti bosi wake Natola ametuleta kwenye apartment yake? Mama, ni pazuri sana mama, huyu dada ananisaidia mambo mengi na pia ni binti mzuri, ana upendo. Basi King anamsifia sana Obi kwa mama yake mpaka Obi anaanza kuvutiwa na Kingsley. Baada ya maongezi, Kingsley anakata simu. Obi anauliza, kwa hiyo unafanya haya yote kwa ajili yangu? Madam Obi, usijali, nimeshakwambia nitakulinda kwa kila kitu. Kwanza tucheze karata. Anamshika na kumketisha, ukutani mwingi wa Kingsley ukiendelea. Hawakuishia hapo. Leo Obi amepika. Basi kuna namna mambo ya wapenda nao yanaanza kuzaliwa hapa. Kwa hali hii mpaka na mimi naanza kuona wivu. Basi ni kulishana tu. Asubuhi hii wapo wanatandika kitanda kwa pamoja. Wakati huo King anapigiwa simu na mdeni wake. Basi anamwahidi atamlipa baada ya siku chache. Obi kusikia vile anakumbuka kuwa alitakiwa kumlipa Kingsley mshahara wake, lakini King anamwambia usijali kuhusu mshahara, kwa sasa siuhitaji, muhimu nina amani, naishi vizuri, sihitaji tena pesa. King, unafanya kazi hivyo unapaswa kulipwa. Wakati huo anamtumia pesa yake. King kuangalia anashangazwa, katumiwa naira milioni 4 na si naira milioni 1.5 laki. King anamwambia ampe simu amrudishie pesa yake Obi, lakini Obi anakataa, unakuwa ni utani. Wanaanza kukimbizana mpaka sebreni. King anambeba anamkamata mpaka kwa sofa. Mara kidogo hivi hali ya hewa inaanza kubadilika, msimu wa wapendanao unazaliwa, lakini huku Chaumbea kumbe anaona kila kitu. Basi Kingsley anataka, wanaona kwa nini tucheleweshe. Wanaelekea uwanja wa mashindano ya Africon. Basi huku inakuwa ni kubijuka tu. Chaumbea Tola hachoki, anakuja kusikiliza magori ya fainali. Asubuhi ya leo Obi kaamka vizuri, yupo anaongea na simu. King anaingia. Madam, umeniita? Anamwambia leo kuna sehemu 3 anatakiwa kwenda, hivyo anatakiwa kwenda naye. 1, watapita polisi kujua hali ya uchunguzi imefikia wapi. 2, wataenda kuonana na wateja wawili tofauti, na 3, watamalizia kwenda kupata chakula cha usiku na kisha watarudi nyumbani. King anamwambia ngoja nijiandae. Kumbe Obi amemnunulia nguo, anampatia na kumwambia hataki tena avae kama mlinzi, anatakiwa avae kama mchumba wake. Basi Kingsley anamshukuru sana Obi. Obi anamwambia kama utatimiza ahadi zote ulizoniahidi na kuahidi, nitakuwa mwanamke uliyekuwa ukimwomba toka kwa Mungu. Huku sebleni Tola anaongea na wateja. Wakati huo Obi naye anafika kutoka chumbani, anauliza nani kakupigia? Ni kampuni ya ujenzi, lakini nimewambia haupo mpaka wiki ijayo. Sawa, ila Tola, wakati mwingine naomba uwe unavaa vizuri, kumbuka bado unafanya kazi. Sawa madam. Wakati huo King ndo anatoka chumbani. Ile Tola kugeuka anashangaa, huyu ndio Kingsley ama naota? Obi anamsifia sana Kingsley, kisha anampiga busu zito na wanaondoka. Chaumbea Tola anabaki mdomo wazi, aliyemkataa sasa yupo na bosi. Ni muda usiku, Kingsley amekaa anapata mvinyo. Tola anakuja na kumuuliza, hivi sio wewe uliyesema unanipenda mimi? Kwa nini umebadilika? Kubadilika nini tena? Kingsley, tafadhali usinitanie. Unajua vizuri mimi ndiye mwanamke uliyekuwa ukimtaka kwa zaidi ya miaka 3. Umekuwa ukinihitaji, sasa kwa nini unaanza kuwa na mahusiano na bosi wangu? King anamwambia kwa miaka 3 Tola na kuangaikia, bado ukasema huwezi kuwa na mimi, na bado ukadiliki kumuita baba yangu mnyanyasaji. Tola, mtu ambaye unajua ukweli wote. Nikwambie tu ukweli, toka umesema maneno hayo mapenzi yote kwangu yalikufa. Sikupendi, sikuwazi, wala sikufikirii. Hata kama nilikataa ndio uwe na mahusiano na bosi wangu, mimi nilikuwa nakataa ili tu kuona kama unanipenda. King anamwambia kwa miaka 3 kwamba umekuwa Malkia Elizabeth au? Ajaribu kumbembeleza, lakini Kingsley hana muda tena. Anabaki akisema umeamua tucheze mchezo, sasa ngoja tuone mwisho wake. Kidogo hivi kuna tukio hapa. Tola anapiga kelele, anataka kubakwa. Obi anafika na kuuliza kuna nini Tola? Ameniagiza maji, nilipoleta akanisukuma kitandani, akataka kunibaka.
Obi anashangaa, haamini anachosikia. Kingsley naye ndio hajui kabisa nini kinaendelea. Madam, naomba uite polisi, huyu ni muuaji, na aondoke kabisa kwenye hii nyumba. Basi Obi anatoka na Tola. Je, ili tukio ni kweli ama mchezo wa Tola umefanikiwa? Tutajua mbele. Kingsley baada ya kuondoka kwa Obi anakuja kumwelezea mama yake kila kitu kilichotokea. Mama anabaki akishangaa. Leo Tola uliyemwamini anakusingizia unataka kumbaka. Huyu binti ni mtu mbaya sana. Huku Obi akiwa chumbani anafanya kazi zake. Kingsley anapiga simu lakini Obi anaikata. Kingsley anapiga tena, anaamua kuifunga kabisa, na kumbe King yupo kwa nje. Maskini anapitia wakati mgumu, ndio kwanza amempenda Obi, sasa anasingiziwa kubaka. Basi anabaki kuzunguka tu kuweka ulinzi kama alivyoahidi. Wakiwa sebleni, muda huu Kingsley anapiga tena. Madam, ni King ndo anapiga. Hata sielewi kwa nini bado anaendelea kunitafuta. Madam, unajua hata sielewi ni mwanaume wa aina gani. Anajua ana mahusiano na wewe na bado ananitaka na mimi. Yaani madam, sijui tu hiyo siku kama usingetokea sijui ingekuwaje. Tola, una uhakika Kingsley alitaka kukubaka? Maana anaonekana hana makosa. Madam, kwa hiyo uniamini wakati uliona kila kitu? Basi tuite polisi waje wafanye uchunguzi. Hapana, wala usijali, nitachunguza mwenyewe. Lakini Obi anahisi kabisa King hana makosa. Huku nje King kama kawaida yake amekuja kuangalia usalama kisha anaondoka. Leo Obi yupo na Tola wakiwa wanatoka kwenye mizunguko yao ya kazi. Wakati huo anaongea na polisi kuhusu upelelezi wa kesi yake. Lakini wakati wanatembea kuna mtu anaonekana anawafuatilia kujua wanaishi wapi. Lakini kwa nyuma yake kumbe Kingsley upo anaona tukio zima linaloendelea. Wakiwa wanaingia ndani, Kingsley anapiga simu ili kumpa taarifa ya mtu anayemfuatilia, lakini simu hapokei. Usiku huu Obi yupo na kipimo cha ujauzito. Kumbe ile siku Binjuka alipata ujauzito. Je, itakuwaje? Na Kingsley ameshamfukuza, anabaki akilia tu pasipo majibu. Huku nje ile jamaa amekuja na silaha kuja kumuua Obi. Kabla hajaingia ndani, King huyu hapa basi inakuwa mshiki wa hapa na pale. Nani kakutuma? Ametuma Mr. Ade. Lakini kidogo hivi jamaa anaamua kujitetea, anachukua ile silaha. Mara huku ndani inasikika risasi. Je, ni nani kapigwa? Kumbe ile risasi ilimpata Kingsley. Obi na Tola wanatoka kuangalia. Ni King. King, kimekupata nini jamani? Ade ametuma. We Tola, kaita funguo za gari. Tola anaenda kufuata funguo na kuleta. Wakati anataka kumweka kwenye gari, Kingsley anamshika mkono Tola. Mwambie Obi ukweli. Lakini Obi anamwambia achana mambo ya ukweli, twende hospitali kwanza. Baada ya kufika hospitali, wapo wanasubiri majibu. Mungu msaidie asife, naogopa. Lakini akumbuka King kuna jambo alisema kuhusu Tola. Anamuuliza ni ukweli gani Kingsley alikuwa anasema uniambie. Basi Tola anaamua kumwambia ukweli wote. Ilikuwa hivi, hiyo siku Kingsley alikuwa chumbani. Tola akaja na glasi ya maji, lakini Kingsley akawa anakataa. Lakini kumbe Tola alikuwa anajua Obi yupo karibu, hivyo akamshika King na kumlaza kitandani huku akipiga kelele. Kumbe ndivyo ilivyokuwa. Obi anamuuliza, kwa nini ulifanya hivyo? Nisamehe madam, nilifanya hivi kwa sababu ya uchungu. Kingsley alinipenda miaka 3 iliyopita, lakini sikumkubalia. Nilivyomwona amekuwa na wewe, niliumia sana. Nikajua labda ananilipia kisasi, lakini toka amekuwa na wewe, naona ni mtu mwema sana. Yaani mtu nimemfukuza mpaka nyumbani kwangu nikijua ni mkosaji. Kumbe nilikuwa namuonea. Muda huu daktari anapima vipimo vyake, kisha anamwambia Obi mgonjwa hali yake itakaa sawa si muda mrefu. Kisha anatoa maelekezo kwa nesi. Wawili hawa wanaondoka. Obi anabaki na Kingsley anaanza kuomba msamaha kwa kila kitu. Nisamehe, najua siwezi kuishi mwenyewe bila wewe Kingsley, japo unisikii. Pia nina habari njema kwa ajili yako. Mimi ni mjamzito, naogopa kulea mtoto mwenyewe bila baba yake kuwepo. Sitaki kukupoteza tena. Kwa mbali Kingsley anashusha pumzi huku akisema, mchumba wangu. Obi anashtuka, siwezi kumwacha mwanangu peke yake. Wakati huo Tola anafika na kuomba msamaha. Kingsley anamwambia amemsamehe. Basi anabaki akisema, nakupenda Obi, nakupenda Obi. Leo zile za mwizi 40 zinatimia. Ndugu Ade akiwa anatokea kwenye mizunguko yake, wakati anataka kupanda gari, maaskari hawa wanamkamata na kumweka chini ya ulinzi. Habari yake inakuwa imeishia hapa. Ni baada ya miezi kadhaa, King ameshapona. Obi analeta mvinyo anampatia. Basi furaha inatawala hapa ndani. Obi anamwambia Kingsley, unajua najiona mimi ni mtu mbaya. Kwa sababu zangu za kibiashara nimesababisha matatizo. Huenda nisingemnyima pesa Ade kwa ajili ya mama yake, haya yote yasingetokea. King anamwambia yaache yaliyopita yapite. Muhimu kwa sasa umebadilika, inatosha. Kwa sasa wewe ni mtu mwema kabisa. Mfano mzuri ni mimi. Bila wewe nisingekuwa hapa leo. Basi wawili hao wakaanza kupanga wazee watoto mapacha wawalete Tanzania kwa Sabora niwafundishe namna ya kusimulia filamu zao. Na hapa ndipo tunautimiza ule usemi unaosema malipo ni hapa hapa duniani. Na ndipo mimi na wewe tunaishia hapa. Si mimi, si wewe, bali ni wao. Kwa pamoja tunajifunza. Tukutane tena wakati mwingine.
na kama bado hujajiunga nasi, hakikisha una subscribe ili kujiunga na kijiji hiki kinachokuja kwa kasi. Sabora TV.